أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, kwa mara nyingine tena tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya neema zake mbalimbali, neema kubwa kubwa, neema ndogo ndogo, neema za dhahir na neema za batin, na vile vile kumtakia rehema na amani Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama pamoja na ali zake na masahaba zake na wema wote kwa jumla, tukiwa tumekutana tena katika ukumbi wetu huu na katika channel yetu hii kwa ajili ya nasaha za kidini. Alhamdulillah, ikiwa tuko katika masiku matukufu, masiku ambayo kwamba aliyoapia juu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema, walfajri wa layalin ashri, yani masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja ni moja katika masiku ambayo kwamba yanayopendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni masiku ambayo kwamba amali yoyote inayofanywa katika masiku kama haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaipenda zaidi. Kwa hivyo, kwa kuwa ni masiku bora, kwa kuwa ni masiku matukufu mbele ya Mwenyezi Mungu, na hata lile ambalo kwamba linalofanywa katika masiku kama haya linakuwa ni bora zaidi na lilikuwa ni tukufu zaidi. Lakini insha Allah kwa wakati kama huu tutagusiana yale ambayo kwamba yanaofungamana hasa ambayo kwamba yako mbele katika masiku yetu kama haya. Nini tuyafanye angalau kwa mukhtasar. Masiku kama haya ndani yake kuna siku ambayo kwamba ni siku ya Arafa ambayo kwamba ni tarehe 9 ya Dhulhijja. Siku kama hii ni kubwa sana. Siku kama hii ni adhimu sana. Siku kama hii ni siku ya kivingine. Kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhimiza ndani ya siku kama hii kufunga kwa asiyokuwa haji. Ni sunna kubwa na ni jambo muhimu sana kufunga katika siku hii ya Arafa. Kwa nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba siyamu yaumi Arafa, kufunga ama funga ya siku hii ya Arafa, ahtasibu, na tarajia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume anasema kwamba ayukafira sanata almadhiya wallati qablaha, yani kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita na kusamehewa madhambi yale ambayo kwamba yako mbele. Hii yote ni baraka kubwa sana na fadhila kubwa sana ya kufunga siku hii ya Arafa. Yani mtu anapata thawabu, malipo ya kusamehewa ya madhambi ambayo kwamba yaliyopita na madhambi yale ambayo kwamba yako mbele. Lakini madhambi yale madogo madogo ama yale madhambi makubwa hayasamehewi isipokuwa kwa kuleta tauba, na tauba ambayo kwamba ni ya ukweli. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusamehe kwa yale ambayo kwamba tuliyokosea ndani yake. Kwa hivyo ni vyema kila Muislamu awajibike, afunge siku kama hii, apatilize fadhila kama hizi na baraka ambayo kwamba iko katika siku hii ya Arafa. Pia vile vile katika siku ya Arafa ni vyema zaidi mtu kukithirisha kuleta dua. Kila mmoja ana haja zake, kila mmoja ana mambo yake, kila mmoja ana mahitaji yake. Basi ni vizuri zaidi lau mtu atatenga nafasi, atachagua nafasi yoyote, akae faragha na amuombe Mwenyezi Mungu mahitajio yake. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairu du'a yaumi Arafa, au kama qala, katika bora za dua ni mtu kuomba dua katika siku za Arafa. Siku ya Arafa ile tarehe 9, sio kwamba siku nyingine dua si bora, ni bora, lakini pia Mtume ametuhimiza kwa utukufu wa siku kama hii, lao mtu atakithirisha alete dua,
aombe dua. Na katika dua zetu hizi ambazo kwamba tunaziomba, inshallah pia tusisahau tuwakumbukeni kuombea dua pia wale waliopita. Ndio ujiombee wewe mwenyewe, jiombee familia yako, jiombee mahitaji yako, lakini vile vile bila ya kusahau wale ambao kwamba wametangulia mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wao wanahitaji zaidi dua kuombea. Kwa hivyo ni vyema kuomba dua, kukaa faragha na kumwomba Mwenyezi Mungu mahitaji yako katika siku kama hii, kama alivyoashiria Mtume. Anasema kwamba katika siku ya Arafa kuomba dua ni moja katika dua zenye kheri na zenye baraka nyingi ndani yake. Kisha kuna siku ya 10 ambayo kwamba ni siku ya Eid. Siku ya Eid, sunna kubwa ambayo kwamba ni ya kufanya katika siku kama hii ni kuchinja, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man kana lahu saa wa lam yudahi fala yakrubanna musallana. Mtume anasema kwamba yoyote mtu ambaye kwamba ana nafasi, yoyote mtu ambaye kwamba ana uwezo, yoyote mtu ambaye kwamba ana nguvu ya kuweza kuchinja siku hii ya Eid, kisa asichinje. Mtume anasema kwamba usije katika msikiti yetu kuswali, usije pale pahali ambapo kwamba Waislamu wanaswali. Sio kwamba umekatazwa, ama sio kwamba swala ukiswali na ukuchinja haifai. Hii ni Mtume sallallahu alaihi wasallam anaonyesha tashdid. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaonyesha umuhimu zaidi ya kuchinja kwa siku kama hii, yani kuonyesha kwamba wewe una uwezo, wewe una nafasi, basi hukuchinja. Ya nini uje uswali na sisi? Ya nini uje ukae na Waislamu na wewe ulikuwa na nafasi? Kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amefika hadhi kubwa sana ya kuhimiza mtu yote ambao kwamba ana nafasi. Kwa hivyo kuchinja mtu ambao kwamba ana nafasi kwake yeye, wanazuoni wamekhtalifiana. Kuna wale wanasema ni sunnatu muakkada, kuna wale wengine wanasema kwamba ni wajibu. Kama al-Imam kina Imam Shafi'i nasema ni sunnatu muakkada, Imam Abu Hanifa kwake ni wajibu kuchinja kama una nafasi. Kwa hivyo alhasil ni jambo adhimu, ni jambo kubwa kuchinja kwa kila Muislamu ambao kwamba anao nafasi ya kuchinja siku kama hii. Ni kitu kikubwa sana, ni jambo kubwa. Je, tuchinje nini? Wa kuchinjwa ni ngamia, wa kuchinjwa ni ng'ombe, wa kuchinjwa ni mbuzi. Usisikie neno kuchinjwa ukaenda kutafuta tu kichinjwa chochote ukasema basi mimi nimechinja kuku. Haisabiwi kuchinja kuku. Kuchinja ni mbuzi, ng'ombe na ngamia hivyo. Pia vile vile wanaweza wakashare, watu wakashirikiana, wakachukua ngamia mmoja kachinja watu kama 7. Mnaweza mkachanga watu 7 mkanunua ngamia moja na mtapata udhiya yenu. Pia ng'ombe mnaweza mkachanga watu 7 mkachinja, lakini mbuzi hakuna kuchanga. Useme njoo tuchange sisi tununue mbuzi tuchinje. Mbuzi hachangiwi ndani yake. Mbuzi ni mtu mmoja tu, wewe mmoja peke yako utanunua mbuzi uchinje. Ng'ombe na mbuzi kwa kuwa gharama yake ni kubwa na nyama yake ni nyingi, wanaweza wakashare. Naam, nishachinja nyama ile, nitaifanya nini? Nyama ile utaigawanya mafungu 3. Utachukua fungu lako la nyumbani na vile vile yale mafungu 2 mengine utawagawanyia mafukara na utaenda utawagawanyia maskini ile siku ya Eid. Nyama kama ile unaweza ukagawa kama tulivyosema mara 3 nyumbani, na nyingine mafukara, wengine wagawie maskini washerekee siku kama ile. Na vile vile katika kutanabishana na kukumbushana, mnyama kama yule atakapokuwa amechinjwa, vitu vyake havifai kuuzwa. Haifai kuuza ukasema wacha mimi nimechinja hii ngozi niende nikauze, wacha mimi nimechinja hii nyama nusu ngoja nikauze, hii kichwa ngoja nikauze, kuna mtu anataka kufanya supu ngoja nikawauzie. La, hii nyama ya huyu mnyama anayechinjwa udhiya, vitu vyake vote havifai kuuzwa. Chukua kama ni ngozi uenda upeane kama hadia, ama vitu vingine ni maini peenda upeana kama hadia, lakini haufai kuuzwa. Na vile vile tumesema ya kwamba unaweza ukagawanya nyama ukala pale nyumbani ikiwa kichinjo ni cha sunna, lakini kama umetia nadhiri, ya kwamba mimi natia nadhiri ya kwamba nitachinja udhiya,
Ikiwa ushatia nadhiri kinyama kama ile ama kichinja kama ile, huwa kisha badilika automatic. Wewe hufai kula nyama ya mnyama ambao kwamba umemwekea ni nadhiri. Mnyama wa nadhiri hufai, nyama yake yote utaitoa. Nyama ya kula ni mnyama ambao kwamba ni wa sunna. Kwa hivyo jambo la pili kukumbushana ni jambo la kuchinja. Lakini katika kumalizia, katika siku ya Idi ni kuna mambo ambayo kwamba yamependekezwa kufanya. Moja wapo, uvae nguo mzuri, vaa kanzu yako mzuri, ujipake manukato ni sunna, kuoga ni sunna siku ya Idi. Waweza kuniambia mimi naoga kila siku asubuhi. Naam, waoga ya kawaida, lakini ile siku ya Idi tia nia ya kwamba mimi naoga leo, ni siku ya Idi, ni sunna kuoga, utapata thawabu. Jipake marashi, manukato, perfume ile, sema kwamba mimi napaka hii kwa ajili ni sunna, utapata thawabu ndani yake. Kutembea na miguu siku ya sunna ni bora zaidi, ni vizuri zaidi, hata kutembea na kipande ikiwa inawezekana. Ikiwa inawezekana kutembea na miguu ni sunna zaidi. Na vile vile ni sunna ikiwa utaenda na njia fulani na utaregea na njia nyingine, pia ni sunna. Lakini yote haya unuie ni sunna ndani yake. Sio kwamba umekwama na jam njia hiyo, acha nipiche njia hii, hiyo itakuwa ni jam ndio imekupitisha. Lakini tia sunna ya kwamba enda na njia hii, kama inawezekana kuna njia nyingine ya kuregea ni bora zaidi. Lakini kumalizia katika Idi hii, Idul Adha, ni kabla ya mtu hafai kula, usile. Enda msikitini, ukiregea ndio kama kuna kitu chochote ule, hii ni sunna. Yani uende msikitini bila ya kuweka kitu chochote, bila ya kugusa kitu chochote, hii ni sunna. Lakini sio umetoka hivi hivi ukaregea, unuia kwamba leo ni siku ya Idul Adha, wacha niweke sunna ya kwamba nafanya jambo hili ni sunna, hukula. Ukaenda ukaregea alafu ndio ukala, hii ndio itakuwa imepatikaniwa ni sunna. Sio umekosa vitu vya kula pale nyumbani kisha ukasema ni sunna, hiyo itakuwa umekosa vitu. Sunna niweke sunna ya kwamba vitu viko, lakini hukula kwa ajili ya sunna kisha ule uregee. Haya ni baadhi tu nimependa kukumbushana katika masiku kama haya. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufikishe salama. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azikubali ibada zetu. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliowapeleka kuwajalia kwenda kufanya ibada kubwa ya haji, ibada zao ni zenye kukubaliwa. Na sisi ambao kwamba hatukwenda, inshallah Mwenyezi Mungu atuinulie hatua, atufanyie sahali mwaka ujao tuende kutekeleza ibada kama hii tukufu. Allahumma adna al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinaba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhabal qabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.